katika istilah wanavyoni wanalikusudia nini neno haya. Wanavyoni kama Ibn al-Hajar asema al-haya huwa ma ba'atha sahibahu ala ijtinabi al-qabih, lile ambalo haya ni ile ambayo inampelekea mwenye haya kuepuka machafu, yani inampelekea mwenye haya tabia hiyo kuacha na kujiepusha na machafu mabaya. Na akaelezea kuhusu maana ya haya katika wanapokusudia wanavyoni ufahamu wao kuhusu neno hili al-haya. Wakasema vile vile yamna min at-taqsiri fi haqqi bil haqq. Haya maneno aliyosema Ibn al-Hajar katika kueleza maana ya haya istilahan, na inamzidia mwenye haya tabia ya haya, inamzidia mwenye hiyo tabia kuiba, kudhulumu, kuondoa haki au kunyima haki mwenye haki. Yamna'u min at-taqsiri fi haqqi bil haqqi. Mpaka hapa tumeelezea haya kilugha na kiistilahi. Sasa tuende tukaiangalie haya kwenye Uislamu, tukaiangalie haya kuwa ni tabia ya Uislamu. Naam, lilhadithi sahihi يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا. كل دين يكون tabia, kila dini iko na tabia zake. Wa khuluqul islami al-haya, na tabia ya Uislamu ni haya. Tumeshaelewa haya, sasa tunaiangalia haya je katika tabia za Uislamu. Na kwa hadithi hii tulisoma sahihi, sema kila dini iko na tabia zake, na tabia ya dini hii ya Uislamu ni haya. Je, hii tabia Mwenyezi Mungu mwenyewe anayo sifa ya tabia hii ya haya? Naam, katika hadithi iliyokuwa sahihi asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha hayyun karimun yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khatibataini. Hakika Allah ana tabia za haya. Mungu wetu haya yake iko namna gani? Yastahi, anaona haya, idha rafa'a ar-rajulu yadayhi, mtu anaponyanyua mikono yake kuomba, an yaruddahuma, kuirejesha, sifran, sufuri, khatibataini, bila ya kupata kitu, kuirejesha patu. Ukiomba
mtapewa. Ni ahadi. Mungu alisema ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi ni mwenye kuwajibu. Katika kulipa ama kupewa yale ama kukubaliwa yale maombi, kuna kupewa hapo kwa hapo, na hawa ni wale watu wenye kabuli mno. Unapoomba kuna kupewa baada ya muda, anapotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu ndio atakupatia. Kuna wakati mwingine Allah anakunyima hapa, hakupi lile uliomba, atakupa, amekuwekea akiba, ukifa utaenda kupewa huko. Kuna wakati mwingine ile dua Allah anakupatia, lakini kivingine amekuchagulia zuri zaidi. Wewe umeomba hiki, Allah akakuondolea baya ambalo lilikuwa likufike kabla upate hivyo, ikawa ni ombi pia. Maombi yana sampuli zake katika kukubaliwa, lakini kule kuwa utakubaliwa na Mwenyezi Mungu yaona haya kuona mja wake amemuomba akamnyenyekea, kisha akamrejesha watu. Je, Mwenyezi Mungu yaona haya katika haki? La. Inna Allaha la yastahi min al-haqqi shay'a. Mwenyezi Mungu haoni haya katika jambo la haki, atakuwa ni mwenye kulieleza na kuliambia na kukataza. Je, hii haya tunasoma haya leo ilikuwa ni tabia ya mitume wote waliopita na sheria ya mitume hao? Na dalili hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila tutakalolizungumza tutategemea qala Allah qala Rasulullah. Anatuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula, hakika katika yale ambayo watu wameyapata kutokamana na mitume waliotangulia katika maneno ya mwanzo na sheria zao, idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Haya ni maneno mitume waliopita na sheria zao walikuwa wako nayo katika tabia za dini. Ikiwa huo ni haya, fanya utakalo, kwa maana hii ni kama tahdidi. Usidhani waamrishwa wafanya utakalo, uishi kama hayawani, wataka kufanya utakalo, uko under control. Sheria ina control. Allah amekupangia uishi vipi, sio uishi utakavyo wewe, kwa sababu hukujiumba ardhi yake, wewe mali yake, mwisho warudi kwake. Lazima uishi chini ya amri zake, la sivyo utakuwa na kujiona, utajionea matokeo ya kuishi na kutaka. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta, ikiwa huoni haya fanya utakalo. Hii ni kama tahdidi, kutishiwa, kama usikii maneno utakuja kuona. Fanya unalotaka wewe, fanya. Katika mafundisho ya dini yetu kwamba i'mal ma shi'ta kama tadinu tuna, fanya unalotaka, kama utakapofanya utakuja fanyiziwa talipo, iko siku. Albirru la yabra, albirru la yabla, wadhammu la yunsa, waddayanu la yamut. Wema hauozi, dhambi haisahauliki, na Mola haondoki hafi kabisa, huko milele na milele atakulipa. Katika tabia ambazo walikuwa nazo mitume waliotutangulia, ilikuwa wanafundisha hili jambo la tabia ya kuwa na haya. Na ikiwa huna haya, ni maana ikiwa una haya wafanya utakalo.
huna tena control. Na ndio maana watu wanajaribu kushawishiwa kwenye mitandao kuondolewa katika dini leo, na al-mulhidun kutolewa katika dini ili waende kuishi kama wanavyotaka kishetani. Dini ndio inawakontroli watu waishi katika tabia njema, waishi katika tabia za ubinadamu na tabia zinazotaka Uislamu. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Vile vile Uislamu, tabia hii tushaielewa kwamba ilikuwa mitume wanayo. Mwenyezi Mungu alikuwa na hiyo, ana sifa hiyo ya haya mitume waliopita, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yeye ndiye alikuwa mwenyewe. Kabla tujaenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tumwangalie mmoja katika mifano wa mitume waliotangulia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alikuja kabla Nabiiullah Musa alayhi salam. Nabiiullah Musa alikuwa na tabia ya haya na apenda kujistiri mno. Dalili ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, inna Musa kana hayyan sitira la yura min jildihi shay'un istihya'an minhu. Nabiiullah Musa alayhi salam alikuwa, Mtume anatuambia sallallahu alayhi wa sallam kwamba Musa alikuwa na tabia ya haya, alikuwa na tabia ya haya. Na haya tumeeleza ni kuona ubaya, kufanya mabaya, kuyaonea ubaya yale mabaya, kufanya mabaya wewe, na kwamba hupendi mabaya. Alikuwa na tabia ya haya Bwana Musa, Nabiiullah Musa alayhi salam. Na alikuwa anapenda tabia yake kujistiri mno. Je, katika Qur'ani pia iko dalili na kumhusu Nabiiullah Musa alayhi salam? Na tunafahamishwa na wanavyoni kuwa wale wakati wa Nabii Musa, Bani Israeli walikuwa na tabia, wanaume wanaweza kuoga bila kujistiri, yani walikuwa katika mila na desturi zao. Wanawake ndio kujificha, wanaume wanaweza kuoga kwa pamoja, ule wanamuona mwenzake, yule anamuona mwenzake. Ilikuwa katika tamaduni ama desturi zao watu wa Bani Israeli. Lakini Nabii Musa alikuwa akiona haya, alikuwa haitaki ile desturi, ni ile tabia ya kuoga mbele za watu uchi vile. Alikuwa hawezi, alikuwa na haya mno. Sasa tukiangalia kwenye aya ya Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu anatuambia ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa, la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Enyi mlioamini, msiwe kama wale watu ambao wamemuudhi Musa. Bani Israeli walikuwa wakimfanyia makruhu na jamaa Musa. Huyu kwa nini ajificha akitaka kuoga? Kwa nini ana haya nyingi huyu? Na tabia zetu sisi wanaume huoga tu mbele za wenzao, hakuna haja ya kuja. Kwani laonekana ana aibu, wakawa wanamsema wakimuudhi kwa maneno. Yaonekana Musa una mbalaga kwenye ngozi zako, au Musa una aibu fulani kwenye mwili wako, au ni hivi au ni vile, ni hivi au ni vile, wamuudhi. La takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Mwenyezi Mungu akamsaidia Nabii Musa, akamuondolea ile aibu kwa yale wanayosema. Ilikuwaje?
mitume katika sifa zao huwa ni wazuri. Mitume katika sifa zao Mwenyezi Mungu amechagua viumbe wazuri, ngozi zao nzuri, tabia zao nzuri, mambo yao mazuri. Allahu ya'lamu kaifa yaj'alu risalata. Sawa, wanaona ile ngozi yake lazima ana aibu, huyu ni watuficha. Siku hiyo yoga nguo yake ameweka kwenye jiwe. Watu wakioga kwenye mito zamani kwenye nini. Sasa ataka kwenda kuchukua ile nguo, jamaa wamejificha wanamwangalia ili wamuone. Ili jiwe liko karibu na mto na nini, ili achukue nguo alifunike ile jiwe lenyewe lilikimbia, jiwe lilitoroka na nguo. Ili tu wale watu waone bwana hana aibu. Fabarra Allah mimma qala. Kumbe sawa, kumbe kusata hana aibu. Kwa ufupi tunazungumzia neno haya leo, na kwamba mitume waliopita walikuwa na tabia za haya, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ashadda an-nas haya, alikuwa ana haya nyingi kuliko watu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameielezea vipi haya katika hadithi sahihi? Anatuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u min al-iman, haya inatokamana na iman. Haya inatokamana na nini? Iman. Siku moja kuna sahaba mmoja alikuwa akimlaumu mwenzake, alikuwa na tabia ya haya sana. Wewe kila kitu waona haya, wewe haya, waona haya. Unaweza kusema katika lugha, katika baadhi ya matamshi ya Kiswahili kama kujera hiyo, kama kuona haya. Lakini haya iko sampuli mbili. Kuna haya'un fitriyun wa haya'un imani kasbi. Haya ni sampuli gani? Kuna haya ya kimaumbile. Kuna maana kila mtu amezaliwa na haya. Je, dalili katika Qur'an? Mwenyezi Mungu anatuambia nini kuhusu Nabii Adam alayhi salam? Falamma akala au falamma dhaqa ash-shajara badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan alayhima min waraqi al-janna. Nabii Adam na Hawa, Nabii Adam alayhi salam na Hawa alayhi salam, hawa walipoingizwa janna wakapewa mtihani, majaribio wasile fulani, kuleni zote lakini huu ikashindikana, wakawa wamekula. Walipokula wakajishtukia yale mavazi na mapambo ya peponi yote hawana tena katika miili yao. Ikawa sasa hawana nguo. Ikiwa walipokuja kwenye walikuwa hawana nguo, waliona haya maumbile ya binadamu. Watafiqa yakhsifani alayhima min waraqi aljanna, wakawa wanachukua majani ya peponi wakifanyaje? Wakijistiri, wakajifunika majani ya miti. Tabia ya binadamu, ukimwona binadamu yukojoa mbele za watu ama hajistiri, basi huyo amejiondoa mpaka kwenye yale maumbile ya binadamu. Amejiondoa mpaka katika nini? Al-haya'ul fitri, haya ya kimaumbile ya tabia. Haya'ul imani kasbi, haya ya imani na ya kutafuta. Ni hii anayotufundisha katika Uislamu. Ni hili tulioelezewa na wanavyuoni, ya kwamba ni ile ambayo inakufanya wewe uchukie kufanya mambo mabaya. Ni sawa sawa ukiwa faraha, ni sawa sawa ukiwa mbele za watu. Yaani wewe usiwe eti ukiwaona watu waona aibu ama shame kufanya jambo baya, kisha ukipata faraha walifanya lile jambo baya.
humwonei haya aliyeumba watu. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah, wanaonea haya watu, hawamwonei haya aliyeumba watu, ambapo Allahu ahqqu an yustahya, Allahu ahqqu an yustahya minhu. Mwenyezi Mungu ni haki zaidi umwone haya, na Allahu yaraka, Mwenyezi Mungu yukuona hata ukajificha wapi. Kwa hivyo ukiwa wewe wataka kuwa umefuata mafundisho ya kuona haya, ni kuone haya ukiwa faragha, uone haya ukiwa hadhara. Lile unaloliona ni baya usilifanye wakati ukiwa nalo faragha vile vile. Na haya kama tulivyoelezewa ni katika imani, na haya kama tulivyoelezewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, la yati illa bi khair. Haya inakufanya wewe uwe na tabia nzuri, uache mabaya, uchukie mabaya. Je, utakapokuona haya kwa mambo ambayo sio ya sawa, mfano kuna mtu atakwambia mimi naona haya kwenye kusali mbele za watu niangalia sana kwa sababu ilikuwa siingii msikitini, wewe utabaki kuona haya. Hiyo sio haya inayotakikana katika Uislamu, hiyo ni haya madhmum. Wewe unatakikana usiwaone haya watu katika mambo yatakayomuudhi mwenye kuumba watu. Watu wakiwa watakasirika katika hilo, wakasirike wapasuke. Sababu gani? Ridha nasi ghayatun la tudrak. Kuridhiwa ni watu ni kitu hakipatikani kwa watu wote wakukubali wa kusapoti wewe. Hii ni kawaida. Hakukubaliwa Mungu na watu wote, na mtume utakubaliwa wewe. Wajua kuna watu mpaka leo hawajakubali, kuna watu mpaka leo hawajakubali mtume, na kuna watu wewe watakubaliwa na watu wote. Visikushutue watu kusema wale ukupinga wale, wewe fuata haki, usione haya katika kufanya jambo la sawa, ona haya katika kufanya jambo ambalo sina sawa la kumuudhi Allah. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.